moja jiji kati ya miji mikubwa duniani. Jiji lililonusurika kuangamia kutokana na teknolojia ya hatari, teknolojia ya TSPA. Teknolojia yenye uwezo wa kusambaratisha miji mitatu mikubwa kwa pamoja ndani ya takriban sekunde 300 tu, au unaweza kusema ndani ya dakika 5. Nusra ya mji huu na ulimwengu kwa ujumla ilikuwa ni kutokana na kazi iliyofanywa na kikosi mahiri, kikosi cha Koch Security, kilichotumwa kwenda kusambaratisha teknolojia hiyo kabla haijachukuliwa na kundi baya, kundi la magaidi lililokuwa likijulikana kama The Gang from Hell, yani genge kutoka kuzimu. Ni Februari 4, 2004. Wazo la utengenezaji wa teknolojia ya TSPA lilitolewa na kampuni ya Lukrizon baada ya kupokea oda kutoka kwa mteja wake Bosi Jawadi, tajiri la Kiarabu lilokuwa likiongoza kundi la kigaidi, kundi pinzani ya Gang from Hell. Bosi huyo alihitaji kutengenezewa silaha madhubuti, silaha ambazo zitaweza kuendeshwa bila kushikwa na mkono wa binadamu. Ndio hapo Luke na kamati yake wakaanza na utengenezaji wa teknolojia itakayotumika kuendesha silaha zote zitakazozalishwa, na teknolojia hiyo ikapewa jina la TSPA. Mbali na oda aliyopokea kutoka kwa Jawadi, kampuni hiyo ilikuwa na lengo la kutengeneza silaha madhubuti, silaha ambazo zitaweza kuwanyanyua katika soko la silaha duniani. Kwa hiyo baada ya kupokea oda kutoka kwa Jawadi, wakaona hapo ndio iwe mwanzo wa wao kufikia lengo lao waliloliweka. Utengenezaji wa teknolojia hiyo ya TSPA ulifanywa siri ili kuepusha projekti hiyo kuja kuibiwa na kampuni nyingine zinazotengeneza silaha, ama kuibiwa na kundi lile la magaidi waliotoka kuzimu. Mnamo tarehe 2 Aprili 2005, project ya utengenezaji wa TSPA ukawa umetimia. Ila kabla projekti hiyo haijazinduliwa, magaidi wale wa kuzimu wakawa washagundua kwamba kuna utengenezaji wa TSPA, silaha za mpinzani wao Jawadi kwenye kampuni ya Lukrizon. Ndio hapo wakapanga kupandikiza mtu kwenye kampuni hiyo ili waweze kupata taarifa za yote yanayoendelea kuhusu TSPA. Lengo kubwa la kupandikiza mtu wao ilikuwa ni kupata taarifa kuhusu lini teknolojia hiyo itaenda kukabidhiwa kwa Jawadi, ili wapate kuvamia safari hiyo na kuipora TSPA. Hatimaye mambo yakaenda kama alivyopangwa, na wakapata kujua kwamba tarehe 9 ndani ya mwezi huo ndio kutakuwa na safari ya kwenda kwa Jawadi. Ilipofika saa 3 kamili asubuhi tarehe 9 Aprili, safari ilianza kwa kutumia gari mbili zilizofanana, huku moja ikipita magharibi na nyingine mashariki kuelekea makao makuu ya Jawadi. Walifanya kusafirisha teknolojia hiyo bila kushirikisha ulinzi wa makomando wao Mr. Ivan na XX Tiger, ili isije ikajulikana kwamba kuna kitu cha thamani kinasafirishwa. Pia walitumia magari yaliyofanana ili kuwachanganya watu ambao watakuwa wanawafuatilia wasiweze kufahamu gari ipi ndio ilibeba mzigo huo. Ila ilikuwa ni sawa na kuwarahisishia magaidi wa kuzimu kuweza kuipora teknolojia hiyo, kwani mambo yote yaliyopangwa na Lukrizon walikuwa wanafahamu kutokana na yule shushushu wao waliyempandikiza. Kutokana na hivyo, magaidi wa kuzimu wakawa wamelenga kuvamia gari iliyopita upande wa mashariki. Na kweli mzigo huo ulikuwa kwenye gari iliyopita mashariki, kwenye briefcase ambayo password yake walishaambiwa na yule mtu wao ambaye walimpandikiza. Hivyo utekaji wa teknolojia hiyo ukawa umeshatimia kirahisi, kwani hapakuwa na ulinzi wowote. Baada ya kuteka briefcase lenye mzigo, walipolifungua wakakutana na flash ambayo ilikuwa inaenda kuonyeshwa Jawadi namna teknolojia hiyo itakavyofanya kazi. Basi magaidi hawa kuzimu wakaunganisha flash hiyo na moja ya kompyuta zilizopo makao makuu hapo, ili wapate kujua kilichomo kwenye flash ile ya TSPA. Walipokonekti flash hiyo wakakutana na video moja tu, video ambayo alipoifungua ilikuwa inaonyesha codes ambazo ziliwashangaza jinsi zilivyokuwa. Mmoja wa UT wa magaidi hawa akasema,
tumeshaangamia. Punde baada ya kuplay video hiyo fupi, ghafla alarm za ulinzi zilizopo makao makuu hapo katikati ya msitu mnene zikalia zikiashiria hatari. Wakati huo huo wa makao makuu ya Lukrizon, maroboti ambayo wataendesha silaha ambazo zitafanya shambulio kwenye eneo lililolengwa kanasa taarifa za kule makao makuu ya wale magaidi, kwani flash ile ilikuwa ni GPS ya kupata location wapi patakapohitajika kushambuliwa ili maroboti hao wafanye shambulio kwenye eneo lililolengwa. Hivyo basi, msitu ule mnene ambao katikati yake ndio kuna makao makuu ya wale magaidi, pamoja na makao makuu yenyewe yalishambuliwa hapo hapo kwa shambulio la mfumo wa mawimbi ya sauti. Sauti ambayo inatumwa moja kwa moja eneo husika na kuvuruga kila kitu kwa kutengeza mtikisiko mithili ya tetemeko la ardhi. Tetemeko ambalo hufanya kila kitu kilicho juu kudidimia chini ya ardhi hiyo, na sauti ambayo hupasua kichwa cha kila kiumbe hai yoyote aliyopo kwenye eneo hilo, kwani sauti hiyo huingia ndani ya mishipa ya damu iliyopo kichwani. Licha ya magaidi wale kupata taarifa za kila kitu kinachoendelea kwenye kampuni ya Lukrizon, ilikuwaje hawakujua kwamba flash ile walioiteka ndio itakuwa sababu ya wao kusambaratishwa? Ikiwa utakumbuka mwanzoni kabisa wa the storybook hii, nilikuonesha jiji kati ya miji mikubwa duniani, jiji lililonusurika kuangamizwa na teknolojia hii ya TSPA kutokana na makomando wa Cox Security. Makomando hawa ndio waliopelekea magaidi wale kusambaratishwa. Mkasa ulikuwa hivi. Fahamu ya kwamba lengo la magaidi wale wa kuzimu ilikuwa ni kuiteka teknolojia ya TSPA ili wapate kushambulia jiji hilo kubwa ambalo ndiyo makao makuu ya mpinzani wao Jawadi alipo. Ila kikosi cha Cox Security ambacho kilikuwa chini ya uongozi wa Captain Fahmi, kikosi cha ulinzi wa mji huo mzima, waliweza kufahamu kwamba mji wao upo hatarini kushambuliwa na TSPA. Makomando hao walichokifanya, waliandaa wataalamu wao wa kompyuta ambao wataweza kuingilia mitambo ya silaha iliyopo makao makuu ya Lukrizon. Na pia siku ambayo flash ilikuwa inapelekwa kwa Jawadi kwenda kuoneshwa ufanyaji kazi wa TSPA, walifanya uvamizi kwenye gari ile iliyopita mashariki kabla magaidi wale hawakuivamia. Walichokifanya hapo, waliwateka wale waliokuwa wakisafirisha flash ile na wakaingia wao kwenye gari wakiwa na flash nyingine ambayo waliiandaa wao. Flash ambayo ilikuwa kwenye briefcase lililokuwa limebebwa na Miss Majida, mmoja kati ya makomando wanne walioingia kwenye gari, huku akipewa sisitizo na Captain Fahmi ya kwamba wasije wakajulikana kwamba wao ni wanajeshi na sio wafanyakazi wa Lukrizon. Hapo magaidi waliiteka flash nyingine tofauti na ile walioitarajia, na ndiyo iliyowapelekea madhara. Mimi ni Abu Fazad na hii ni The Storybook.